Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili yako kwa kupata muda huu ili uweze kusikiliza neno katika hii channel yetu ya Nguvu ya Neno TV. Ninaamini channel hii itaendelea kukubariki. Channel hii itaendelea kukutia moyo katika safari ya kwenda mbinguni. Nini ambacho nilikuwa nataka nizungumze na wewe majira haya? Ya kwamba usikubali kunyamazishwa. Kwa nini ninasema usikubali kunyamazishwa? Kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikakupitia. Vitu hivyo vikaja kukusimamisha, vikaja kukuzuia ili usiweze kufika kwenye hatima yako. Kuna watu ambao tayari wapo wametengenezwa au wapo ni kwa ajili tu ya kukunyamazisha ili usitimize malengo yako. Lakini leo nataka nikujie katika jina la Yesu Kristo ya kwamba usikubali kunyamazishwa katika kile unachokiamini, hasa katika Yesu Kristo. Mambo mengi sana umeyasikia kuhusu Kristo. Mambo mengi sana umeyaona kuhusu Yesu Kristo. Endelea kuamini katika Yesu Kristo. Usikubali mtu yoyote akunyamazishe. Wengine watakunyamazisha. Sio tu wanakunyamazisha kwa namna hiyo, lakini watakunyamazisha ni kwa sababu tu ya roho zao mbaya, ili usiweze kufika katika malengo yako, ili usiweze kufika katika hatima yako. Lakini mchana wa leo nataka nikwambie jambo moja. Niko hapa ili kukwambia usikubali mtu yoyote akunyamazishe kwa lile unaloliamini katika Yesu Kristo. Endelea kuamini. Hata kama hawataki, hata kama wamesusa, hata kama wanalala usiku na mchana kukuwaza wakufanye nini wewe, lakini nataka nikwambie usikubali kunyamazishwa. Endelea, songa mbele. Muujiza wako uko karibu. Baraka zako ziko karibu. Usikubali mtu akunyamazishe. Baraka zako zinakusogelea, alafu mwingine anakukatalia, mwingine anakupinga. Endelea kushikilia hapo hapo, kwa maana baraka zako ziko mbele yako. Baraka zako ziko karibu yako. Usikubali mtu yoyote akunyamazishe. Katika Biblia tukisoma katika kitabu cha Luka sura ile ya 18 mstari ule wa 35 mpaka 43, hii inaonyesha, utaenda kusoma kwa muda wako, lakini nikwambie tu kwa ufupi, ni kwamba ni habari inaonyesha yule kipofu ambaye alikuwa anakaa pale kando ya njia mara zote. Siku hiyo Yesu alikuwa anapita hapo. Yesu yuko na umati wa watu, Yesu yuko na wanafunzi wake, anaelekea Yerusalemu. Lakini kwa bahati, wakati wake ulipofika, akapitia Yeriko. Yule kipofu aliendelea kukaa pale ni muda mrefu. Kipofu akauliza, nimeona watu wengi wakipita, nimeona watu wengi hapa, umati mwingi ukipita, lakini umati huu wa leo wanaopita mahali hapa sio wa kawaida. Kuna kitu hapa. Mimi sitabaki nilivyo, lazima nitageuzwa leo. Lazima mambo yangu yatabadilika leo. Kipofu akaanza kupiga kelele, Mwana wa Daudi, unirehemu. Mwana wa Daudi, unirehemu. Anapiga kelele. Lakini Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na watu wako pale. Wale watu walikuwa wanataka kumnyamazisha. Watu wakamnyamazisha. Usimsumbue bwana mkubwa, usimsumbue kiongozi wetu, yeye yuko kwenye msafara sasa hivi. Lakini nataka nikwambie kwamba aliendelea
alipiga kelele, aliendelea kuita, hakukubali kunyamazishwa, maana alikuwa anajua ya kwamba muujiza wake uko karibu yake. Hakunyamaza, aliendelea kupiga kelele. Nini ambacho nataka nikwambie? Yesu alisimamisha msafara. Yesu akasimamisha msafara, akasema kuna mtu ambaye anaongea, kuna mtu ambaye anapiga kelele na nimesikia mnataka kumnyamazisha. Msimnyamazishe huyo, msimnyamazishe. Yesu akamwambia, unataka nikufanyie nini? Akamwambia, ninataka kuona. Yesu akamponya. Kitu cha ajabu ninachoona ni kwamba yule bwana alivyoponywa pale, yule bwana hakurudi kwa ndugu zake kwenda kuambia jamani, angalieni nimeona sasa. Hakwenda kwa marafiki zake, hakwenda kwa watu waliowazoea. Akasema kuanzia sasa ninaambatana na Yesu, kuanzia sasa ninaondoka, ninatembea na wewe Yesu. Hakutaka kumwacha Yesu, kwa maana alikataa kunyamazishwa, na kwa sababu ya kukataa kunyamazishwa kwake, muujiza wake ulikuwepo. Sijui wale watu ambao walikuwa wanamnyamazisha walikuwa wanaonaje? Hili ni swali kwako. Nini ambacho nataka nikwambie siku ya leo? Usiache watu wa kunyamazishe katika kila maeneo yako, katika maeneo mbalimbali ambayo unataka Mungu akuonekanie. Wewe ndio unajua ni maeneo yapi ambayo unataka Mungu akuonekanie. Nasema usikubali kunyamazishwa katika eneo lako. Pengine unataka Mungu akuonekanie kwenye familia yako. Nasema usikubali kunyamazishwa. Endelea kulia na Mungu, endelea kusema na Mungu. Usikubali mtu akunyamazishe. Familia yako itakapoharibika, yeye atapata la kusema. Usikubali kunyamazishwa kwenye kazi yako, kwenye biashara yako. Mwingine hataki kuiona biashara yako inasonga mbele. Nasema endelea kulia na Bwana, endelea kusema na Bwana. Usikubali mtu akunyamazishe katika na biashara yako itakuwa, na biashara yako itaongezeka katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie jambo moja. Yule kipofu alipopata kuona, alienda na Yesu. Yule kipofu alipopokea muujiza wake, alikubali kwenda na Yesu. Nini ambacho nataka nikwambie mchana huu leo? Usikubali kumwacha Yesu. Watu wengi inafika mahali Mungu anapowapa muujiza, Mungu anapoonekania katika kilio ambacho wameshalia muda mrefu, hawataki kuambatana tena na Mungu. Ninasema hii ni nguvu ya neno. Lazima katika zile baraka ambazo lazima utambue ya kwamba baraka ulizonazo, neema ulionayo ni kwa sababu ya Mungu. Mungu ndio ameachilia hiyo neema juu yako. Sasa hebu endelea kuambatana na Kristo. Na naamini ya kwamba utaendelea kukua. Mchana huu leo nilikuwa nataka nikutie moyo. Usikubali kunyamazishwa. Usikubali mtu akunyamazishe kwa hilo unaloliamini. Songa mbele,